watoto wako naomba Yesu kakutie baraka kusaidiana katika fikra zetu. Achia damu na thamani katika mawazo yetu, maana wewe Mungu umesema tuje mahali hapa kuabudu, nasi tumekuja siku ya leo. Tunapitaji Bwana Yesu mahali hapa, tunaomba mkono wako ili kuzidi kuonekana. Achia damu na thamani katika fikra zetu na mawazo yetu. Achia damu na thamani ndani ya watu wako hawa. Zaidi yote Baba na mtitie Mungu. Mjoli wako ni siri lote. Tunapopenda ukatamka maneno haya Bwana Yesu, yatoke katika kinywa chako. Mimi ni chombo tu, nitumie kama chombo. Baba, asante kwa ajili ya machache. Naomba kubariki na kuyatakasa. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Wote tuseme amen. Amen. Tupige makofi, mchangie Bwana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi jambo la kwanza kabla sijaingia kwenye neno, naomba nishukuru Mungu kwanza kwa siku ya leo. Kwangu mimi ni neema kabisa. Nenda kwenye huduma Bukoba. Mimi ni mwanahuduma New Life in Christ. Kuna watu wanaoifahamu hiyo huduma. Kwa mwaka huu tunaenda Bukoba. Tunatinga Bukoba. Haleluya. Amen. Siku ya kufika tunatakiwa tufike tarehe 11 mwezi wa 6. Tarehe 12 ni semina ya elekezi ya kutuelekeza tukienda huko tunakoenda tunaenda kufanya nini. Halafu tarehe 13 tunaondoka. 14 tunaanza kazi. Huko tunamaliza wiki vijijini. Inatazamia umepanga wapi. Mwaka 2024 tulikuwa Songwe. Tukiwa tuko Songwe Kibondo, nilienda na watu 3. Nilienda na mama mchungaji Bavuma pamoja na Mwinjisi Nelson. Alikuwa Bukoba lakini alipitia tawi la Kibondo kwa sababu Bukoba ilikuwa bado haijasajiliwa. Sasa mimi ukifika kule usifikiri utapangwa na Mama Esther. Ukifika pale utajijua kivyako. Unapangwa na mtu mwingine. Kwa hiyo Mama Bavuma alinipigia simu kama kiongozi wake, nasema mama mimi saizi niko Marawi na naisha kanyaga Mawara. Nani? Hata Songwe bado. Mimi nimekanyaga Songwe, nimekanyaga Njombe. 2018 nilikuwa Arusha kwa Wamasai. Kwa hiyo Bwana Yesu kupitia huduma yamenitembeza sana. Nimeona sehemu nyingi ambazo hata ningefanyaje nisingeweza. Hata ningekuwa na mali namna gani nisingeweza. Lakini Mungu amenitembeza. Nimeenda kwa Wasukuma Shinyanga, nimeenda kwa Wafipa, tena kwa Wafipa nilipigwa na kupigwa. Na ndio ilikuwa safari yangu ya kwanza kwenda kwenye huduma. Lakini siku ile tumeanza huduma kwenda kuwatembelea vijijini. Tukawa na wenzetu tukisema jamani mnaona kule? Kasema tunapoona, nasema kule kuna mganga wa kienyeji. Twende tukamshuhudie. Nasema sawa. Mmoja akasema twende leo au kesho. Nasema linalowezekana leo lisingoje kesho. Kwa tukaondoka tumeshuhudia. Kiongozi wetu akikuna amesema saa 8 tuwe kwenye kituo. Lakini hiyo saa 8 hatukuiona. Tulienda kule tukamshuhudia yule mama mganga wa kienyeji kule akakubali. Tulipoanza kumuombea, maana alikubara katubu, na kwake kulikuwa na watu karibuni watu 30. Wasukuma wanaume wameenda kupiga ramli, vijana wanawake wenye watoto yani walikuwa wamejaa. Ila tukamshuhudia lema, tumemshuhudia. Baada ya kumshuhudia akakubali. Sasa tukamwambia piga magoti tukuombee. Wakati alipotaka kupiga magoti aliangalia chini akaona kama kinya. Sasa mimi nilikuwa nimevaa koti ambalo nilipewa na mwenyekiti wa mkoa. Maana tukitaka kuona naambiwa Jona 1, 2, 3. Sasa wakati tunaenda Sumbawanga alisema kila mmoja aende na koti maana kuna baridi. Mimi nikasema baridi, Kibondo mbona kuna baridi? Siende na koti. Nilipofika kufanya Kigoma mwenyewe akasema mama una koti? Nikasema mimi, akasema haiwezekani. Akanipa koti. Sasa tumeenda kumshuhudia yule mama nilikuwa nimevaa. Yule mama alipoona kinyani katandika lile koti la mtumishi wa Mungu mwenyekiti wa mkoa. Kwa hiyo tulipoanza kuomba upako ulianzia kwenye koti. Amina. Akaanza akapikicha mguu,
akapikicha tumbo. Alipofika hapa kifuani, aliunguruma kama simba. Alipounguruma kama simba, alichomoka. Alisimama kwanza, akanikamata hivi. Aliponikamata hivi, akasimama. Aliposimama, akaanza kupukushani. Purukushani akatoka. Kumbe wale wanaume tukutana nao wakati tunakuja, wenyewe na kuvua wamesharudi. Wakasema kumbe mmekuja kumharibu mama yetu, ngoja tuje. Ngoja tupate ngumi, mateke. Kalikwenda mpaka tukatoka nje. Sasa natoka nje, tunakimbia. Baba mmoja kanipiga mguu hapa, nikaanguka, nikaumia. Nikasema Mungu wewe unajua. Nikamwambia Bwana Yesu, mguu nimeumia, lakini sitaki nionane na viongozi wangu wa mkoa ukiwa umevimba. Na kweli tunarudi mkoani Sumbawanga, mguu umepona. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo mwaka huu tunaenda Bukoba. Nilikuwa natamani niwaage ndugu zangu, naenda kwenye huduma. Naomba mniombee. Amina. Mwenye kunipenda anaweza kanisafirisha. Nauli ya Bukoba ni 23,000 tu, sio nyingi. Njombe tulienda kwa laki na zaidi. Songwe tulienda kwa laki na zaidi. Kwenda na kurudi 300,000. Lakini watu walinibeba, namshukuru Mungu. Kwa safari nauli naitaka kwenu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ngoja tutoke huko. Nikishuhudia sana unaweza kulala hapa. Na ushuhuda nyingi. Kwa sababu nimemtumikia Mungu kwa muda mrefu. Nimeanza kuingia kwenye wokovu mwaka 1996. Ndio nimeingia kwenye wokovu na kwenye huduma New Life. Kwa hiyo na muda mrefu. Kwa naposikia mtu anasema ishinde New Life kwa jina, sinamwambia wewe ndio ushindwe, sio mimi. Bwana Yesu asifiwe. Na New Life imenilea sana. Ukiona nasimama hivi kuhubiri, huduma nguvu nimeitoa huko. Kwa sababu nimekuwa na walimu wengi wananifundisha seminar, walimu wengi wananifundisha. Mwingine kuna mwalimu fulani alikuwa naye mwalimu Mjisilison. Alikuwa tunaenda kwenye vikao, alafu ananiambia wewe ni katibu. Naandika. Alafu tukifika kwenye kikundi, ananiambia nataka usimulie moja mpaka mwisho bila kuangalia kwenye daftari. Na ninasimulia tangu kikao kinaanza mpaka tunamaliza. Alafu nikifika nasema bado sijakuelewa, anza tena. Kwa kweli baba amenilea kiroho mpaka namshukuru Mungu amzidi kumbariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tuingie kwenye neno. Tuangalie neno la Mungu katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 4. Tunaanza na kifungu cha kwanza. Kumbukumbu la Torati kitabu cha 5 cha Musa. Kumbukumbu la Torati sura ya 4. Tunaanza na kifungu cha kwanza. Tumefika. Neno la Mungu linasema hivi: na sasa Israeli, zisikizeni amri na hukumu niwafundishazo, ili mzitende mpate kuishi na kuingia na kuimiliki nchi awapayo Bwana Mungu wa baba zenu. Msiliongeze neno niwaamrulo, wala msilipunguze, mpate kuzishika amri za Bwana Mungu wenu niwaamruzo. Macho yenu yameona aliyoyatenda Bwana kwa sababu ya Baal-peori. Maana wote waliomfuata Baal-peori Bwana Mungu wako amewaangamiza kutoka kati yako. Bali ninyi mlioambatana na Bwana Mungu wenu mnaishi kila mmoja wenu hata leo. Angalia, nimewafundisha amri na hukumu vile kama Bwana Mungu wangu alivyoniamuru, ili mzitende katika nchi mwingiayo kuimiliki. Zishikeni basi mkazitende, maana hii ndiyo hekima yenu na akili zenu machoni pa mataifa. Watakapozisikia amri hizi zote, nao watasema, hakika taifa hili kubwa ni watu wenye hekima na akili. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu wewe ni mwema. Siku ya leo ni siku njema na ya baraka kwetu. Tazama watoto wako tuko mbele zako, tuna kiu, tuna njaa, tunahitaji kula na kunywa katika hema lako ili takatifu. Tunaalika Roho yako Mtakatifu kama mwalimu atufundishe na kutuelewesha. Asante kwa ajili ya watoto wako walioko mbele zako Baba mbinguni. Na ufungue fikira zao na mawazo yao, ili maneno tunayojifunza apate kuwajenga na kuwatia moyo. Pokea sifa maana unaweza, ni katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno ya Mungu
mtumishi wa Mungu Musa anawaambia wana wa Israeli. Na tumekuwa tukijifunza kwamba taifa la Israeli ni taifa la Mungu ambalo Mungu aliwateua. Naomba twende kwanza sura ya 5 tuone maneno fulani hivi. Nataka tuelewe vizuri neno la Mungu. Sura ile ya 5 mstari wa kwanza nasema hivi: Musa akawaita Israeli wote akawaambia, enyi Israeli, sikieni amri na hukumu ninenazo masikioni mwenu. Leo ni masikioni mwenu leo, mpate kujifunza na kuangalia kuzitenda. Bwana Mungu wetu alifanya agano nasi katika Herobe. Mstari wa 3 naomba ushikilie sana. Bwana hakufanya agano hili na baba zetu bali na sisi, yani sisi sote tuliko hapa tu hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema Mungu hakufanya agano na baba zetu. Alifanya agano na sisi sote tuliko mahali hapa tu hai. Haleluya. Sijui kama unalielewa. Maana tumekuwa tukisema kwamba Mungu aliteua taifa la Israeli kwamba ndio taifa lake teule. Lakini katika kumpitia Yesu na sisi ni Israeli. Sasa yawezekana ukasema wewe sio taifa la Israeli. Lakini anasema Mungu alisema aliweka agano na taifa lake la Israeli. Halafu Musa anasema hakufanya na taifa la Israeli baba zetu waliopita, alifanya na sisi tulioko mahali hapa tu hai.